totaling approximately 700 people. We'll have a standard football pitch, 65 meters, natural turf, and an outdoor multi-purpose courts for various sports such as basketball, volleyball, and tennis, also handball, and we also have a 100-meter running track. So the second aspect of the social and arts facilities will provide an indoor multi-purpose hall that can support the performing of fine arts, meetings and social gatherings, traditional games as well as board games. And finally, we'll have the support facilities such as the commercial spaces. This can be leased out to the common mwananchi by the county, administration and the resource center. We'll also have aspects of sustainability like rainwater collection that will be used within the facilities, and we'll also secure the space around this stadium. So we'll go up to this blow up, so you'll be able to see the VIP pavilion that will have 700 people. We'll have the social hall that can also serve as the performance arts and the meeting area. 2 changing rooms for the opposing teams, and then we'll have the match official offices and holding rooms. We also have shops on the ground floor that will be leased out, as I mentioned, to the common mwananchi, and we'll also have public washrooms open to the public, and also providing a parking space for the VIP. The VIP lounge and all the other spaces will be on the upper floor. You can see our field, also demarcating our running track, and on the lower side we'll have enough space for all the courts such as basketball, netball, volleyball and handball. So the extra was Yes. From the other. Yes, from the other building. Yes. Very good. Now, thank you, Excellency. Ile tunasema ground breaking ambayo inatuidhinisha kwamba kiwanja hiki sasa kinaenda kujengwa rasmi. Na basi akiwa tayari kabisa ili kuweza kuhakisha tinga hili na kuweza kufanya ile ground breaking. Tayari kwa ujenzi, amewakisha gari hili. Haya, atachimbua, baadaye ataweza kutoa mchanga huo na kuweza kumwaga kwa lori. Hiyo ni ishara kwamba tayari kiwanja hiki kimeidhinishwa rasmi siku ya leo tarehe 4 kikaweze kujengwa. Haya, ndio huo mchanga tayari akiinua juu Mheshimiwa Naibu wa Rais, kisha baadaye kupeleka upande ule lori na kuweza kumwaga ndani hapo, ili kwa niaba ya kwamba ameweza kuidhinisha rasmi kiwanja hiki kijengwe. Utaratibu tu, tumpigie makofi na kumshangilia wananchi tafadhali. Hiyo ni siku leo tarehe 4 mwezi wa 6, kiwanja chetu hiki ambacho kitaweza, kuna ukumbusho kwamba Mheshimiwa mwenda zake marehemu Mwai Kibaki aliweza kutaka kiwanja hiki kijengwe. Hivyo basi Mheshimiwa Naibu wa Rais pamoja na wabunge wameidhinisha kwamba siku ya leo kiwanja hiki kitaenda kujengwa, na tutaweza kumkaribisha upande huu wa pili ili tukaweze kuanza ratiba siku ya leo. DJ. Haya, safi kabisa. Haya, ni safi kabisa mwenzangu. Karibu sana Your Excellency DJ Tuliza. Karibu sana.
watu wa hapa tushangilie. Kuna mwana luka ya tokirezira Ikatokire kuwe koraraga matuine Dokoro ni kwanyiwa kinyo hige borago Ewa koro ni gwako hige nie Weka mkono namna hii Ngai mutheri ugae Ugae Piga makofi namna hiyo. Sauti ikalia de age kamarafu mawe goyo nile umwendete na guo Bara moro eleye otoka wa muheire kunyitanira nake tuge Ngai mutheri karora kuria yumete kona Ngai mutheri karora yakinyete Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai hapa tu Mataka kuya hatia doza mabagera auto vega ata oseka kizado atubaya yu ana ya masiara ndio kagera mono na matongona kwani mwa ando moria ya onewe ane kate akatiwe ane kate suma katwa kama wapi makofi ya gani Okabe kumwatani Keda tuhikanire nawe ati nado Mariadere nawe uhigenye Gai wakwa dunyihanyi moko igoro wapi shangwe na vigeregere inua ini maria meta imake oya woko igoro ugene hatore ha woko igoro bi inua ini ha ure utore eto ikane to etika jona nani tweke ahora dekeira kanina luka ola mokogwa ogwa yasokagia galo le kwatale yao yoto akomwenda watu wanyeli Asante DJ. Thank you DJ. Asante sana DJ. Naomba tuweze kumpea ruhusa Mheshimiwa Naibu wa Rais ili tukaweze kuanza ratiba iliyoko. Na nitaomba tuweze kusimama wima. Haya, tuweze kusimama wima tafadhali. Tuweze kusimama wima tafadhali ili tuweza kupata wimbo ya taifa. Ishara kuonyesha kwamba naibu wetu wa rais ameweza kufika hapa. Tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa. DJ, kama uko sawa, tupate wimbo wa taifa. Tuweze kupata wimbo wa taifa Afrika Mashariki.
Haya basi, asante sana. Naweza kumraki MC mwenzangu, karibu sana. Asante, naomba tukiwa tunasalia kusimama hivyo, tafadhali tumwalike Bishop Karute aweze kutufungulia kwa maombi. Bishop Karatu, karibu. Asante sana. Ningetaka tuweze kuomba. Ni vizuri tutoe kofia kama tunaomba, tumheshimu Mungu. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tulishukuru jina lako, twasema ni asante hata kwa jioni hii mzuri ambao umetupea. Bariki kiongozi wetu wa udhaya, MP wetu Michael Wambogo. Uweze kumbariki hata naibu wetu rais, profesa wetu Kithure Kindiki. Anapowasili katika kiwanja chetu ya udhaya, naomba Bwana baraka zako siwe pamoja naye, pamoja na familia yake, na ukaweza Bwana kumupa amani na uwezo wako. Bariki kiongozi wa nchi yetu ambaye ni William Ruto, rais ambaye tunampenda. Tuamkabidhi mikononi mwako pamoja na familia yake. Tunapoanza mkutano wa leo Bwana, tuomba uwe pamoja nasi, na tutakapomaliza tutalishukuru jina lako na tuliinue. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Asante sana kwa heshima yako Your Excellency, naomba tafadhali tuweze kuketi. Mheshimiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Profesa Kithure Kindiki, waziri wa michezo Salim Mvurya, katibu wa michezo Mheshimiwa Elijah Mwangi, katibu wa Kawi Mheshimiwa Wachira, wajumbe wetu wa bunge la kitaifa na lile la seneti, wawakilishi wadi wetu, vijana mupo, mabibi na mabwana. Ningeomba kwa sababu leo ni siku ya vijana ambapo tumeweza kuja kutengezewa kiwanja hiki, kwa dakika moja tu ni mwalike youth representative wa Idhaka Kinywa aweze kuongea kwa dakika moja. Tafadhali. Haya, asante sana my MC, Your Excellency, na vile vile viongozi ambao wako hapa. Majina yangu ni Waithaka Kenywa, kiongozi wa vijana hapa Odhaya na pia kaunti ya Nyeri. Yangu ni machache. Kitu ya kwanza, tunakushukuru sana sisi kama vijana, manake tumekuwa tukitumia uwanja huu kwa miaka mingi, lakini sasa wewe kupitia mkono wake president umeweza kutimiza. Kwa niaba ya vijana wa Odhaya tunasema ni asante. Your Excellency, nikimalizia, wewe tunakumbuka kwamba ulisaidia mzee Moi Kibaki mwenda zake mwaka wa 2007. Watu wa Odhaya wote waligoja kura ya Tharaka Nithi. Mheshimiwa Your Excellency, ulisababisha na Your Excellency Emilio Moi Kibaki akachukua bendera ya taifa. Tunasema ni asanti, na mimi kama kiongozi wa vijana hapa Nyeri na hasa wa Odhaya tuko na deni yako na lazima tutakupatia asanti. Your Excellency, Your Excellency, Your Excellency, mimi kama kiongozi wa vijana niko na jambo moja peke yake. Uniangalie tu kwa huruma yako, manake mimi najua kuongea ile lugha vijana wanaelewa. Na Mheshimiwa Your Excellency, wewe unaelewa lugha ya vijana. Nipage. Aya, asante. Asante. Huyo alikuwa ni Waithaka Kinywa, kiongozi wa vijana. Your Excellency, kwa heshima yako nitaomba nimwalike Mheshimiwa Wainaina aweze kuendelea na hii ratiba. Tumkaribishe kwa Mvurya, our PS wote wawili, Mr. Mwangi, Mr. Alex, my member of parliament, super senator wa Matinga. DMM, mbuke wa huku Nyeri, mbuke wetu. MCA, ule na support sisi hapa Kiroga Thuku, na watu wote walioko hapa na watu wa Odhaya, habari zenu? Mumefurahi leo? Mumefurahi? Your Excellency, huu waja ulianza kupagwa zaidi ya miaka 20 iliyopita. Hii mchanga unaona hapa ilimwagwa miaka zaidi ya miaka 10 huu waja ujengwe. Leo imetimisha
umekuja kufanya ground breaking ili uwanja ujengwe. Your Excellency, hii ni ile moja president wetu aliahidi watu wa Othaya. Ile kitu ilikuwa imebaki, ile vitu yote president wetu Dr. William Samuel Ruto aliahidi watu wa Othaya ni hii uwanja, na leo umeuvugua na contractor anafaa kuanza kazi mara moja. Watu wa Othaya, wiki moja iliyopita kuna watu walikuja hapa wakasema mlitaganywa. Hii ndio uongo. Hii ndio uongo. Hello? President William Ruto, ile vitu alimwahidi mumeiona? Hospitali inawekwa mashini saa hii. Barabara ilijengwa ya Kairothe na ya Keno na maji ya Mokoroini. Affordable housing tunajenga hapa. Mliona contractor hapa? KMTC tuliahidiwa, contractor amepewa kazi. Hello? Muandike ile vitu yote president alisema hapa, ndio mtu wa uongo akija hapa kusema uongo mnamuuliza ni kitu gani hiyo ingine president alimwahidi hamujapata hapa Othaya. Hello? Mimi nataka kusema tu kitu moja. Mimi nimekaa na serikali sana. Tulikuwa na Kibaki hapa. Harambee ya mwisho ile Kibaki alikaa hapa, tulikaa naye kwa hii kuchukua hapa. Tukifanya harambee ya mwisho ya kutoka fanya hapa Othaya. Na Kibaki aituambia tuache makelele mingi, tusaidie wananchi. Ukipewa kiti ya wananchi, badilisha maisha ya wananchi, pana badilisha maisha yako. Watu wengine wanataka kubadilisha maisha yao, waache mwananchi pale pale alimpata. Hello? Tumeenda miaka 20 tukitafuta hii kiwanja. Ni kweli? Miaka 2 ya William Ruto kiwanja imepatikana. Miaka 2 ya William Ruto kiwanja imepatikana. Hello? William Ruto ako kwa serikali miaka 2. Tuko na barabara, tuko na Mwai Kibaki Hospital, tuko na affordable housing, tuko na soko 3. Tukimaliza miaka 10 na William Ruto, tutakuwa na mnangani Othaya. Hello? Tukikaa miaka 10 kwa William Ruto, Othaya itakuwa na mnangani? Hello? Nimwambie mimi sitakai kurudishia mtu maneno. Lakini nimwambie kusema ukweli. Na tuseme ukweli kabisa. Mimi tulikaa na Mwai Kibaki. Na mimi ndio mtu wa mwisho kama Kibaki hajakuwa president. Tumekaa na Mwai Kibaki hapa Othaya. Na tulimaliza hapa tukapeleka makatazi hapa mpaka wakawa president. Mtu mwingine alikuja hapa akasema nyinyi hamjui kuchagua watu, atakuja kumuonesha vile mtachagua watu hapa Othaya. Hello? Mnataka mtu akuja muoneshe mtu akuchagua? Hello? Huyo mtu. Hello? Mnajua nimwambie kitu moja? Nimwambie? Mnajua ni nani? Wakati tulikuwa tunafanya campaign 2007. Na mimi nataka kukumbusha watu hii maneno. Karatina tukija hapa, Mwai Kibaki akiwa president, alipigwa na mawe pale. Na yule mtu alikuwa amepanga mawe ni huyo mtu. Huyo mtu alikuwa amepanga hiyo. Hapo Karatina total petrol station. Hello? Mnakumbuka wakati hapa kulikuwa na uchaguzi hapa Karema? Mnakumbuka? Hello? Kibaki akiwa president, alitoka huko Somalia, akakuja Ethiopia, akakuja hapa sababu ya hiyo kiti. Mnajua ni nani alikuwa atukana yeye? Si ni huyo mtu? Huyo mtu. Nimwambie last year, na mimi nataka kusema hii akisikia pale yako huyo mtu. Last year mwezi wa 2 tulienda kwake, tuliitwa watu wa Nyeri, wabunge wa Nyeri na DMM wako hapa na wengine wanasikia nikisema hivyo.
tukaongea sisi wote. Wakati tuliongea, akasomea watu wote hapo. Mimi hakunisomea. Akasema wewe Wabogo unafanya kazi udhaya, lakini hutachaguliwa kwa kufanya kazi, utachaguliwa sababu ya kufuata mimi. Ndiye alisema. Na kama nasema uongo, muulize Wabuge wa Nyeri. Halo? Baada ya hayo, mnakumbuka tuliuliza hospitali ya Mwai Kibaki. Tukauliza president hapa, mambo ya Mwai Kibaki iwe elevated, ipewe bodi yake. Mimi wakati nitoka hapa, and I'm very bitter about that. Nikatoka hapa nikamkuta kwa ofisi. Nikamwambia, wewe rafiki yangu, wewe ndio uko na nguvu, tunataka ile hospitali yetu iwe elevated, nisukumie hapa iende iwe na board, ndio hiyo hospitali yetu watu wadhaa wabaidike. Akaniambia hiyo Wabogo ni kitu kidogo. Nikatoka kwa ofisi yake. Wakati nitoka kwa ofisi yake, nimwambie hapa, aliambia ule mbunge mwingine wa hapa Nyeri sitamtaja, wakati alienda kwake, akamwambia under his dead body, hii kama hii hospitali itakuwa elevated, sababu hii ni sub county dogo sana, anataka hii hospitali ya level 6 iende huko, sababu huko ndio highway. Mnasikia? Alisema barabara ile kubwa iko pande ile, kwa hivyo hapa ni sub county kadogo. Akakataa, na ndio sababu nimwambie siku ya leo, kutoka mwezi wa 9 wakati tulifanya vile tulifanya, hii maendeleo mnaona hapa ilikuwa imefungwa na huyo mtu, na alikuwa amesema udhaya hakuna maendeleo itaendelea. Alisema hakuna maendeleo itaendelea udhaya. Alikuwa na nguvu. Mbona hakuja kwa ground hii kiwanja? Alikuwa na nguvu. Mbona hakuzokeza hospitali yetu ya Mwai Kibaki? Alikuwa na nguvu. Mbona hakudekeza ile barabara? Alikuwa na nguvu. Ile barabara ya Mailaini imekwama sababu ya maji. Mbona hakutoa? Nataka hiyo miaka 2 alikuwa kwa serikali atuambie kitu gani alifanyia watu wa udhaya. Halo? Sisi tulikuwa tumefungwa jela. Tulikuwa tumeambiwa tusipite ofisi nyingine, tupite ofisi yake. Alikuwa anataka kufanya sisi watu wa Nyeri tukae hivyo hivyo, ndio tukija kuuliza kura kwenu mtuulize mmefanya nini. Halo? Ndio akuja aseme mchague huyu, mchague huyu, mchague huyu. Sisi tulikataa. Kama nitakosa kiti sababu ya kufanya maendeleo udhaya, wacha nipende maendeleo udhaya. Halo? Mnataka tufanye maendeleo? Tufanye maendeleo? Nimwambie kitu moja. Mnajua mimi nilikuwa kwa serikali na 2007 vile mmesikia hapa kidogo, mimi nilikuwa ndani. Mimi nilikuwa ndani. Halo? Mnajua Kibaki walikuwa wanasema ni one term. Si watu walikuwa wanasema namna hiyo? Mnajua nani alisaidia? Mnajua? Mnaona hii mzee yako hapa? Huyu ni profesa. Huyu ni profesa. Kibaki angeenda one term. Kama sio nivi, na huyu mzee na wale watu walikuwako wakasema kura za Kibaki ishungwe. Kura ya Kibaki iangaliwe. Ingeharibiwa huko, Kibaki tukose Kibaki kitu ya pili. Sasa huyo mtu nimwambie, na mimi nasema hapa, na kama nasema uongo, aende aseme ukweli. Kutoka 1992. Halo? Mwaka wa 2002. No, mwaka wa 1992. Ni otobie guthura Kibaki president. Ni aroma. Athuri a maria maria mari gugukinya ari akuru. Kana mundu ucio ari ikiria Kibaki kura agetha gete president. Akone muikirie muthenya mwauge. One day. Mundu wa mere Kibaki muno ni mundu ucio uratwa 1992 ari wa Kanu. 1997 ari wa Kanu. 2002 ari kwa ari mweno ucio wa Kanu. Ni kwa 2007 ndio mahora Kibaki. Ni twero hari athurire Kibaki. Na waka utwira Kibaki witu. Anakuja kutwambia Kibaki wetu hapa. Wakati alikuwa na hata salimia Kibaki. Hawa watu ni watu baya na watu hawataki maendeleo. Sisi tunataka maendeleo hapa udhaya. Na kama anasema uongo, aende aseme ukweli yake. Halo? Idho ndio akuhenia huko udhaya. Alaugire de kelimo nie. Alaugire de kelimo
Nyako ndo amurehere. Hello. Adwa tuwe na mtu mzuri. Mimi nienda shule na nienda shule mzuri kabisa. Na kama masomo, kwa hivyo huyo mtu aambiwe sisi watu wa udhaya awashane na sisi. Sisi tunataka maendeleo. Hivyo nataka kumwashia hii. Mimi niko imetangazwa inagojea contractor. Nairobi apange ili stadium ijengwe kwa heshima yenu, kwa heshima ya mheshimiwa wenu na kwa heshima ya rais wetu marehemu Mwai Kibaki. Leo tumefika hapa, niko hapa na wenzangu katika serikali
tumekuja na waziri Salim Mvurya ambaye ni waziri anaohusika na vijana na michezo. Wapi makofi ya waziri jameni? Mmefurahi kuona waziri wa michezo na vijana hapa? Vile vile wako na PS wake ambaye ni PS wa sports Elijah Mwangi. Huyo Elijah Mwangi ni kijana yetu anatoka tu hapa Murang'a. Ni mwana witu wa huko witu Murang'a. Ne witu kanate witu. Kwa hivyo rais ametutuma hapa pamoja na waheshimiwa wetu tukiongozwa na mheshimiwa wetu wa Othaya, senator wetu mheshimiwa wa Matinga na viongozi wale wengine. Tumekuja hapa kuleta contractor. Tumekuja kuleta nani? Contractor. Unataka kuona contractor? Wapi contractor akuja hapa haraka haraka? Wapi contractor akuja hapa wananchi wamuone? Huyu contractor kwa wapi ameenda? Wakati anakuja, wapi makofi ya contractor? Huyu mama ndiye contractor. Si hata wamama wanaweza jameni? Anaweza ama hawezi? Sasa contractor, hii kiwanja inajengwa kwa heshima ya wananchi, kwa heshima ya wabunge wa hapa na senator, kwa heshima ya mheshimiwa rais marehemu Kibaki. Na rais amesema stadium ijengwe. Utachukua miezi ngapi? Miezi 4. Amesema miezi ngapi? Miezi ngapi? Amesema miezi ngapi? So after 4 months. Shokera. Miezi 4. Miezi 4. Sasa sikiza. Huyu contractor amesema in 4 months atakuwa amemaliza. Hii ni June, twende July, twende August, twende September. Leo kana tego. Mimi tarehe 1 Oktoba nakuja kufungua hiki kiwanja. Jambo la pili na ya mwisho ndio tuachilie contractor. Mawera. Unaelewa lugha ya hapa? Mawera. Mawera mewe ciana na atumia na athuri maguku Othaya. Ni mwaigwa? Utafanya hivyo contractor? Nitafanya hivyo. Mimi ni wa hapa. Wewe ni wa hapa? Mimi ni wa hapa. Waajiri watu ya hapa wafanye na wapate faida ya hii uwanja. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Bas, niseme ya kwamba hii ni ahadi ambayo rais ametoa, na leo nimefurahi tuko hapa kushuhudia kutimia kwa hiyo ahadi. After 4 months mimi narudi hapa kufungua kiwanja, watoto na vijana wetu wapate mahali pa kuchezea. Jambo la pili, kwa sababu sitaki kuongea sana, tuko na viongozi wengi na tuko na safari nyingine. Unajua hii mambo kama hii ya kujenga stadium, hii ndio mambo ambayo inasababisha wewe ukiwa mwananchi uamke asubuhi uende upige kura kuchagua viongozi. Nego kana tego. Mambo kama ya kujengewa stadium, mambo ya kuwekewa stima, mambo ya kujengewa soko, mambo ya kujengewa barabara, mambo ya kuboreshwa kwa bei yako ya majani chai na kahawa na maziwa. Sio ndio kazi mnatafutia serikali? Nataka niwaeleze ya kwamba tunajaribu, na mahali tumefikisha katika hii miaka miwili sio mahali tulikuta Kenya. Kuna mahali Kenya ilikuwa imeenda chini kwa sababu ya COVID, ile corona ambayo ilifunga uchumi wetu for 2 years. Nchi ikasambaratika, uchumi ukaharibika. Tumesongesha kiasi. Ile shilingi ya Kenya iko na nguvu kiasi sasa. Exchange rate ilikuwa 167 to the dollar, now ni 129, 128. Unga ilikuwa 250, sasa imefika 140, 150 hapo. And we are still struggling. We are still struggling with it. We are not happy with the current prices. Lazima tuende tuteremishe motu mpaka ifike shilingi 100 kwenda chini.
Lakini mahali iko saa hii sio mahali ilikuwa 2022. Ilikuwa imefika 250. Petrol ilikuwa 217, imefika 174, imerudi chini kwa 43 shillings, lakini bado tunakazana hiyo bei iendelee kuteremka. Ilia maziwa ilikuwa 29, 30, 33, 35 2022. Leo ni 50 na tunakazana hiyo bei iongezeke ipite hata hiyo 50 ambayo tulikuwa tumepromise. Kahawa tumekuta kahawa ilikuwa imeteremka sana. Uhuru alikuwa ameifikisha 50 shillings, 60 shillings. Sasa hivi ni 120, 130, 140, 150. Kweli si kweli? Si hata 162 imelipwa hapa Othaya hapa. Kwa hivyo tunakazana. Kuna kazi tumefanya kwa hiyo miaka miwili. Majani vile vile. Majani average price ilikuwa 44. Now we are trying to organize that price as we push it to pass 65 mpaka ifike ifike shilingi 100 kwa kilo. We must turn around. We must turn around the coffee price, the tea price, the way we have turned around coffee, and it is possible. Kuondoa makatel, kupunguza taxation on VAT, kuweka value addition, kuspecialize na specialty tea. Kwa hivyo kuna vile tumengangana kiasi. Na bado tuko na safari ingine hapo mbele ya miaka 2.5. Kwa hivyo ile jambo ambayo bado kufanyika itafanyika, because we still have 2.5 years. Mimi nawaomba muwe na subira. Na watu ya Othaya, nyinyi mko na bahati kuliko watu wengi sana katika taifa letu ya Kenya. Ni kwa sababu mmekuwa kwa miaka zaidi ya 50 mmekuwa na mwakilishi Rais mstaafu Mwai Kibaki, one of the best leaders ever produced in Kenya. For a long time. Na watu wengi Kenya hii, sisi tumekuwa vijana Mwai Kibaki akiwa rais. Na mimi nataka niseme hiyo imesemwa hapa ni kweli, ya kwamba sisi tuliamini mzee Kibaki zamani, hata kabla akuwe rais, tulikuwa tuna imani siku moja atakuwa rais wa Kenya. Na alikuwa na marafiki wengi kule Meru na Embu. Hata wakati pande zingine hawakuwa wanaona kama atakuwa rais, tukasimama na yeye. Wale wazee wetu kina Mwiraria, kina Kiraitu ndio walikuwa watu ya kumtetea na kumlinda, sisi tukiwa vijana pale, mpaka akakuwa rais na akabadilisha Kenya kwa njia kubwa. Na hakuacha maneno ya ukabila hapa, akakataa mambo mingi ya kuleta migawanyiko. We are proud of the leadership of Mwai Kibaki. And as we come here today to launch the construction of Othaya Stadium, we are grateful to the people of Othaya for giving Kenya your finest, the best, one of the leaders who is responsible for Kenya's transformation. Kwa hivyo sisi tukiwa hapa tuko na lessons ambazo mzee alituachia. Na ndio unaona sisi hatunanga mambo mengi sana. Na watu wengine wakorofi wanafikiri sisi ati hatujui siasa ya ukorofi. Tunajua, lakini mzee alituambia ukorofi sio kazi ya kiongozi. Kazi ya kiongozi ni kufikiria jinsi watu ambao unawaongoza maisha yao yatabadilika. Ama mnataka mimi nianze siasa ya uchokozi? Na kelele mingi, pere mingi. So tuko focused. Na wale wanatuweka kwa siasa, we are not available. Kwa sababu siku ya kampeni haijafika. Siku ya kampeni ikifika tutanyoroshana siku hiyo. Sasa ni wakati wa kutafutia wananchi stadium, kufanya kazi, kutafuta stima, stadium, soko kama hii soko tunajenga hapa. Si rais alisema soko ya Othaya itajengwa? Si contractor amefika? Si affordable housing ndio hiyo? Stima, wakati tulikuwa hapa, rais alikuwa ameanzisha kazi ya stima hapa Nyeri ya 847 million shillings. Nyinyi mkaomba mkasema haitoshi. Akaagiza PS wetu ambaye tuko naye hapa,
PS Alex Wachira ambaye ni mtoto ya hapa Nyeri, akaambiwa tuongeze hiyo pesa by 600 million. So as we speak, already the work ongoing for last mile electricity connectivity in Nyeri County is 847 million and another 600 million imeongezwa kuhakikisha kila mtu hii Nyeri County, hii Othaya, hakuna mtu atakosa stima. So tunang'ang'ana. Tunajua kuna barabara bado hazijatengenezwa. So tutatengeneza because we still have 2.5 years. There are some we have done and there are others we will do. Stima nimesema, masoko nimesema, affordable housing nimesema, stadium ndio hii. After 4-5 months tutakuja tufungue. Iko stadium ile kubwa ya Ruringo ya county mzima. Ilikuwa imekwama miaka mingi. Rais ametuma Kenya Defence Forces, jeshi, ndio wameanza pale kujenga, and I think the design has been done. Pending bill ambayo ilikuwa ya 138 million imelipwa. Now the contractor is about to start finalizing the construction and handing over of Ruringo Stadium. Kwa hivyo maendeleo ni safari, sio kitu ya kumaliza siku moja. Na leo niko na imani ya kwamba tutarudi hapa by October tufungue hii kiwanja. Vijana wetu wapate mahali pazuri pa kufanya mazoezi, pa kukuza talanta yao, kwa sababu michezo, talanta ya michezo ni ajira kama ile ajira ingine, ni biashara kama ile biashara ingine, na watu wengi wamepata riziki kupitia michezo. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea sana. Mimi nikiwa hapa nimesema I am very proud to be in the hometown of our late third president of Kenya. Na sisi sio ati tunaogopa kupiga makelele, ni vile tuna mwenzi mzee. Mahali amelala tukataka afurahi, aliyewacha vijana ambao wanamheshimu na ni watu ya kazi, sio watu ya fitina na forojo na uchochezi. Nyinyi mnataka niendelee kuwatafutia maendeleo ama niingie kwa siasa? Niendelee nisiendelee? Si wakati wa campaign tutarudi hapa na rais. Muulize rais, wewe na deputy yako, tuambie vitu ambao umetufanyia Othaya hapa. Tuambie ni nini umetuletea hapa Nyeri. Si wale wengine pia watatoa taarifa yao? Si kila mtu atatoa scorecard? Kuna mwingine hana scorecard, kazi yake tu ni vurugu na uchochezi. Na mimi naomba hivi, nikiwa mmoja wenu na nikiwa kiongozi, mimi naomba kwa heshima, viongozi waheshimu viongozi wale wengine. Uwezi kuwa ati wewe peke yako ndio mwerevu, ndio mjuaji, ndio kila kitu, na viongozi wengine wote ati ni kumbafu. Hao viongozi wengine hakuna kitu wanajua, wewe ndio unajua mambo yote. Kwani wewe ni Mungu? Si ni Mungu pekee anajua mambo yote? So I'm asking leaders to work collectively with other leaders. Viongozi wakubwa, viongozi wadogo, unafanya kazi hata na mwananchi. Usiwe na kiburi na kujifiga kifua, akujui mambo ya kesho. Heshimu viongozi wote, MCA, MP, kila mtu, governor, senator, kila mtu wako na jukumu. Amechaguliwa leo, hata kama hatachaguliwa kesho ni sawa. Wacha afanyie wananchi saa hii, amechaguliwa saa hii. Hakuna mtu anajua nani atachaguliwa kesho. Kwa hivyo hii mambo ya viongozi kukuja kutisha viongozi wengine, wakome. Ama mnasemaje Othaya? Si wakome? Si tuheshimiane jameni? Si heshima sio utumwa? Heshima sio utumwa. Sasa unapiga kila mtu, unapiga mwanamuziki, unapiga kiongozi, unapiga kila mtu. Hii dunia itawezaje wewe peke yako ndio mtu maarufu na mjuaji na mwerevu? We are all important before God. Na hakuna mtu ana kitu ya kufanyia watu ama kuchangia maendeleo. So Mheshimiwa Wambogo, nimeona umeongea kwa hasira, pole sana. Nasikia kuna watu walikuja wakakutukana, na we ni kiongozi umechaguliwa, ati wakitisha wewe hautachaguliwa tena kama hao ni Mungu. Sisi hatutaki hiyo siasa. Tuheshimiane. Tuheshimiane, na ukionyesha watu madharau watakurudishia madharau.
Kiwapatia heshima, watakupatia heshima. Ndeguo kana tegu watu aitu. Ndeguo. Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo. Kazi yangu ni kuzunguka Kenya mzima kusaidia rais. Nikisikia kuna kitu imekwama, hawa wabunge, senators wanakuja kwangu, mawaziri wananiambia kuna kitu rais amesema Nyeri ama Othaya imekwama, kuja utusaidie ikuamuliwe. Ndio rais wakati atakuja hapa akute sisi ambao tuko chini yake tumemsaidia kuharakishia wananchi maendeleo, sio kukaa hapo na kushindana na yeye na kumvuruga ati kwa sababu sasa ndio ijulikane sijui nani mkubwa. So mimi ni wa hiyo style ya Kibaki, na wanielewi vizuri, watanielewa and I'm telling you hawatawezana na sisi. Kwa nikanyangia hapo. So tuende mos. Tuende pole pole. Hii dunia ni ya Mungu. Hakuna mtu anajua mambo ya kesho namna hii. Alafu wakati wa kampeni tunyoroshane. Na I'm telling you kuna mtu atashikwa na kigugumizi, hata kuwa na kitu ya kueleza watu ya Othaya, watu ya Nyeri ni nini aliwaletea. Niendelee nisiendelee. Mungetaka nirudi hapa Othaya? Nirudi nisirudi? Mmenikaribisha watu yangu ya Othaya? Simulisikia vile tulisimama na Mwai Kibaki jameni? Roho safi. From 92 to 97. Kuanguka tulikuwa tunaanguka na yeye. 92 tukaanguka. 97 tukaanguka na yeye. 2002 tukapata na yeye. 2007 tukapata na yeye. Paka akamaliza safari yake kama kiongozi. Sasa mimi nikisimama hapa kuna makosa jameni? Iko makosa? Si hata mimi niko nyumbani niko hapa. Othaya. Goko ne moshekana temoshi. Jonia ina moko mara higa goko ne moshi. Thank you. So acha sasa kwa sababu ya muda niite viongozi waseme jambo, hatutakaa sana. Wacha kwanza Senator wa Nyeri awasalamie. Wapi nduru ya Senator wa Nyeri? Wapi nduru ya Senator wa Nyeri jameni? Wapi nduru ya Wamatinga jameni? Othaya nĩ inyuĩ mweyumĩria guo kuona njamba ĩno harũte Mwai wa Kĩbakĩ, ĩno ĩrĩa twenjero nĩ kũgwata Mwai wa Kĩbakĩ, ĩno yatũhonokirie 207. Andũ Othaya thiri ũtarĩhwo no orogi. Mũndũ angĩkwenja wega yake aneneha ũkamwenja wega. Profesa, mlitunyoa vizuri. 207 wakati tulikuwa pangumu mlitusaidia, na wewe ikifika pale mbele haki ya Mungu tutakusaidia. Katigu andũ Othaya kana tiguo? Vijana mpo? Mnakumbuka tuko na mpango yenu kucheza ligi kabambe? Sisi tumesema tunakaa ndani ya serikali kwa sababu tumeona pahali pa kutoa maendeleo ni hapa pa serikali, ama sivyo? Mnataka tucheze hiyo ligi na nimlete hapa profesa tena akuje atembee na tumlete rais, kwa sababu nyinyi mnasema 2 term. Nyinyi watu wa 2 term, 10 bila break, kazi bila break. Asante sana, Mungu awabariki sana. Asante sana. Wacha nimwalike mbunge wa Nyeri Town, Mheshimiwa DMM, dakika emwe Mheshimiwa Gaithiado. Wapi nduru ya DMM? Andũ Othaya mũrĩega, nĩ mũinyuĩ mũrĩ athoni akwa. Tũrahurukirie maitũ kuma haha kanitha-inĩ mũthenya wa Monday na inyuĩ, my mother in law. Na koguo mũrĩ athoni akwa, Ngarĩ hetagwo nĩ mũndũ naũ? Na mũthoniwe. Hetagwo nĩ mũndũ naũ? Na mũthoniwe. Your Excellency Deputy President, wakati wa Kibaki kuna watu walimuita General Keguoya. General Keguoya alirudi akakalia kiti ya rais wa nchi na akawa ni rais mwenye watu wote Kenya walisema huyo kweli ameendesha nchi yetu inavyofaa. Mimi ndare chief of staff wa Mũtigairĩ Ndĩritũ wa Gachagua, mũrũ wa nyina na mũndũ ũyũ ũrĩ kuo.
mũrũ wa nyina arwara agĩũka kaunti agĩka maũndũ na koguo ũhoro wa gũtũruma atige tondũ ũhoro no tũheane. Nĩ wega mũno, nĩ tũmwendete, mwathani amũrathime. Wapi nduru ya DMM jamani? Thank you. Thank you muno. Thank you very much. Kwa niaba ya MCS, wacha niulishe Mheshimiwa Washinga aseme jambo. Wapi nduru ya Kiroga Thuku? Dakika imwe. Aya, thank you very much, Your Excellency. Andũ aitũ mũrĩega? Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ ndoka haha handũ-inĩ ha MCA na Your Excellency nikushukuru sana. Manake unajua wewe ni deputy party leader wetu na mimi ni member wa NEC ambapo rais aliniweka ku represent all MCAs. Hapa MCA wamewekwa baridi sana, lakini MCAs wote wanaunga serikali mkono, wanataka tukuone tupage mpango wa kazi. Yes. Na mimi niseme sisi pale kwa NEC rais ametuagiza hii mambo yote wajumbe wanafanya tuwa support, manake ni mambo ya kusaidia wananchi. Very good. Huyu mjumbe wetu ona mundu akorwa muthuire atia atigane nake. Mundu uyu athurirwo ni andu othaya. Githura no kinjega kinya andu othaya ni makemenyera. No arekwa arutwo wira na niĩ ta Kiroga wa Thuku, mheshimiwa, mimi nitakupatia my total support. Na andu angĩkorwo kũrĩ andũ matũmirwo handũ ithuĩ tũtiramaka ithuĩ mũndũ araheirwo wĩra araremwo rĩu no ũtinde gũkua kĩgia andũ akĩrumaga andũ arĩa angĩ. Ithuĩ twakwa President William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki. Ngai amũrathime. Thank you very much. Well done. Well done. Wacha kabla sijamuita waziri ndio tufanye ile kazi ambayo imetuleta hapa. Si tumekuja wera? Si tuko job? Tuko job. Wacha niulize PS wale wawili wako hapa. Nianze na PS Alex Wachira aseme jambo. Wapi nduru ya PS Wachira? PS wa stima Alex Wachira asema jambo. Wapi shangwe na vigelegele jameni kwa PS wetu? Thank you very much, Your Excellency. Adwa othaya. Ne inyue. Mwaumera oguo. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Mwĩna gĩkeno. Nĩ gwakĩrwo stadium. Tũtũire tũinaga nĩ twenda stadium. Ũmũthĩ nĩ tuona nĩ tũgwakĩrwo stadium. Nĩ thirikari ya William Samoei Ruto. Wega ũrĩhagwo na kĩ? Wega ũrĩhagwo na kĩ? Ũguo mũndũ akĩgwĩka wega nawe mũcokerie nawe na wega nĩguo katigwo nĩguo rĩu stadium ĩno ya thirarĩ nĩ kenda tũke na president ame launch stadium ĩno. President yoke amerons kaondo kage na ni waenda gwiko kindu Mwai Kibaki. Kwa hivyo Your Excellency, sisi tunakuomba hii stadium ikimalizika iitwe jina ya mwisho. Yes. Mimi mwaka wa 207 tulitengeneza vuguvugu ilikuwa inaitwa vijana na kiba. Tulikuwa na kina Saka, tulikuwa na Martha Wangari kutoka Gilgil. Nego kati adosi tuna dhire wao. Wapi PS Elijah Mwangi? Sema kitu alafu waziri akuje atufungie. Thank you, Your Excellency. Adotha ya muriega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Kuru
watu wa Othaya, maana wakati His Excellency the President came here on 5th of April, kwani hamwendagi kanisa that particular evening akatupigia simu tukiwa na waziri Deputy President, na yeye akanipigia Mheshimiwa Wabogo akapiga simu akasema hawa watu wa Othaya wanataka stadium. So tukushukuru Your Excellency, najua umekuwa na kazi mingi but you have found time kuja hapa. Atwanyere no Othaya ne more talent ne more iheo na nikio ihara ici cirakwa nigetha anake araitu mena iheo cia mebira guteng'era andu aria makoragwo makirora andu aria mena iheo tumetaga scouts gugithakwo guku makona mwanake kana muiretu wina kiheo kiega akoywo agatwarwo kuri rigi-ini nigetha onake akorwo agithukuma athaka agakorwo wira akarihwo onake akire mbeca ki mauko kana toguo na nikio na kiharo kiria kia Nyeri kirathondekwo nakio nigetha andu aria ateng'eri tondu miaka ihitukite ni turakoragwo na njorua cia guteng'era guku Nyeri na mahinda-ini maya aingi ni mathiete makaga kundu gwa guteng'erera nikio kirathondekwo na international standard nigetha anake aitu na iretu makorwo magiteng'era ona mathi magurepresent kuria thiini wa bururi wa kuraihu. Na ngirikia Your Excellency, I just want to give caution andu aria turahe wira, those contractors kama this lady she has said, amesema miezi minne tukuje to launch the sports academies that we are doing, that 7 of them tumewapatia 6 months. After 6 months from the date of signing the contract there is no extension. Kazi yetu ni kupanga kazi, tukupatia kazi umeomba ufanye, upatie mwananchi ili na wewe aweze kupata ile manufaa. Asanteni sana watu wa Nyeri, tuwapenda. Ni mwada the president, ni mwada the president. Asante sana. Asante. Wacha sasa niulize waziri wetu atufungie mkutano, akuja tusalamie, tuambie jambo. Waziri Salim Mvurya, waziri wa michezo na vijana. Wapi nduru ya waziri? Watu wa Othaya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Othaya hoye. Mheshimiwa Deputy President, ukiniruhusu nitasema maneno machache. Jambo la kwanza, nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wananchi wa Othaya kwa sababu wametukaribisha vizuri na wametukaribisha hapa, na mimi nimefurahi sana. Asanteni sana. Jambo la pili, Your Excellency, katika hii kiwanja ambayo tunajenga hapa, tutajenga pavilion, tutajenga changing room 2 ya home and away team, tutajenga mahali ya wale wakimbiaji, they will be running tracks here, tutajenga social hall na pia tutajenga sehemu ingine ya administration. Deputy President, pia hapa tutakuwa na kiwanja ya football, tutakuwa na basketball, tutakuwa na netball, tutakuwa na volleyball. Kwa hivyo hiyo miezi minne ambayo contractor ametuhakikishia, hivyo ndiyo vitengo ambayo tutakuja hapa, Deputy President, tufungue hapa. Na kwa sababu wewe na rais, mimi ndiyo mtu yenu ya mkono ya kuhakikisha hii kazi imefanyika, mimi nataka kuhakikishia hii kazi tutachapa hapa. Jambo lingine la pili, Your Excellency, mimi nimeona waimbaji hapa ambao tumeimba na wao, tumecheza na wao, na mimi nimefurahi sana. Na hawa wengine vijana wamecheza mpira hapa, talanta imejaa. Katika haya maisha, Mheshimiwa Deputy President, watu hawatafuti maisha kwa njia moja. Kuna wengine wanachaguliwa wanakuwa viongozi, wengine wanafanya biashara, wengine biashara yao ni kuimba, wengine biashara yao ni michezo ya mpira wa miguu,
na wewe na rais katika ruwaza yenu mmejumuisha kila mtu. Jambo muhimu, kila anayetafuta riziki kwa namna yake asidharauliwe. Kwa hivyo hawa waimbaji wasidharauliwe, kwa sababu wao pia wako katika namna ya kujenga taifa la Kenya. Na huyu mheshimiwa wenu mbunge wa hapa ana akili timamu, ni mwerevu, ni mshupavu, na ndio maana leo tuko hapa tunajenga kiwanja. Kwa hivyo watu wengine wasiwe tabia yao ni kudhalilisha viongozi wengine. Hii nchi haiwezi kujengwa kwa umbea, inajengwa kwa mpango mahususi wa maendeleo ambao Mheshimiwa Rais pamoja na wewe mumeweka vizuri, na ndio maana uchumi wa Kenya unaendelea vizuri. Sisi tunatembea katika nchi hii, kila rais akizungumza mambo ya nyumba hapa, mambo ya nyumba Pwani inapatikana, Nyanza inapatikana, masoko kila mahali, na hiyo ndio ruwaza ya kuijenga Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kuongea tu kwa kifupi. Wananchi wa Othaya, wananchi wa Kenya, msipotoshwe na watu ambao hawana mawazo. Hakuna kiongozi ambaye anaweza kujenga jamii na nchi kwa maneno matupu. Nchi inajengwa kwa kusuluhisha masuala muhimu ya kimaendeleo. Ruto aendelee asiendelee? Ruto aendelee asiendelee? Si ni 10 bila break? Na msiwe na wasiwasi, si siku hiyo kiwanja pia itakuwa imekamilika. Wale wengine wataonyesha kitu. Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni sana. Asante. Deputy President, ukiniruhusu, nataka ukabidhi uniform na mipira ili uweze kuachia vijana wa hapa. Asanteni sana. Asante. Wapi makofi ya waziri jameni? Bas. Thank you very much. Wapi? Okay. Nani anapokea? Captain, wapi captain? Ama captain. Captain yako wapi? Bishop wako wapi? Bishop wako. Bishop. This is very good. Now I am even more motivated about it. Kama itakuja hivi. Wapi Bishop atuombe? Bishop.